Vipi watu wangu wa nguvu, watazamaji wa Faragha TV, ujambo na karibu katika kituo chako unachokipenda na kukienzi. Asante sana kwa sababu ya kujiunga na sisi tena. Tunakukaribisha tena katika makala yetu ya siku ya leo. Tulikuwa na Mheshimiwa Abdirashid Mwaura katika makala ambayo yalipita, na leo hii tena tumerudi naye studio kwa sababu ya maswali mengi ambayo mliomba tuweze kumuuliza na yale ambayo mlitaka aweze kuzungumzia. Karibu sana mheshimiwa, salimia watazamaji. Watu wa Lamu na wananchi wa Kenya kwa jumla, amjabu. Tunasema asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi. Sasa mheshimiwa, karibu sana katika studio. Watu wameuliza maswali mengi. Wamezungumza kuhusiana na story ya wakati ambapo ulikuwa umeshikwa na maafisa wa polisi. You are being harassed wakati ambapo naibu wa rais alikuwa pale Hindi. What was happening? That was 2022. Na naibu wa rais hiyo alikuwa William Samoei Ruto, ambaye ni rais sasa hivi. Wakati huo mimi niliharasiwa, sikatai, ni kweli, lakini sitaki kuweka lawama kusema yaliyopita. Tunasema yaliyopita sio dwele, na katika ile ilikuwa ni uhuni wa kisiasa na kulikuwa ni ubabe wa kisiasa na mashindano ya kisiasa, na mimi nilikuwa na mpinzani wangu ama wapinzani wangu. Hiyo mambo ni kupagwa, ilipagwa kuniharibia jina na pia kunipaka matope, na ninashukuru sana kwa sababu ofisi ya ODPP kesi ilipopagwa pale kotini, ODPP aliwithdraw kesi, maanake aliona hii ni siasa na akaona hii kesi haina msingi wowote, na tulikuwa tayari kupingana na hiyo kesi. Tungeenda kotini tusikumane na hiyo kesi mpaka dakika ya mwisho, maanake walikuwa wamesema kwamba nimefuruga mkutano ya chama ya UDA, ambapo haikuwa ni kweli. So na watu wanauliza sasa, wewe kuenda na kuhusika katika kile kitendo, is it not a show that wewe ni mtu violent? Mimi nilikuwa na msafara wangu na nilikuwa kwangu, nilikuwa sehemu yangu hapo mahali walikuwa UDA walikuja kufanya mkutano, kulikuwa ni kwangu nyumbani, kulikuwa ni mahali mimi naishi. Kwa hivyo sasa mimi singeweza kuhamisha magari zangu nitoe hapo juu ziko branded. So mimi si mtu violence ndio ilinipata, na ukiangalia katika ile jambo mimi sikuwa najua kama na abductiwa. Nilikuwa naogopa kwa sababu sikuwa najua hawa maofisa wa polisi hawakujitambulisha, walikuja tu wamenivamia, wameshika, wamenibeba kama gunia la maharage. Hali nyingine very critical yenye watu wanauliza mheshimiwa anajieleza vizuri, anazungumzia masuala mazuri ya afya, ya ardhi, ya maendeleo na kila kitu, lakini wanauliza hivi, je, huenda tukakuchagua alafu ukaenda kuishi bara? Mimi ningesema kitu moja, siasa ama uongozi ni kulingana na wale watu unaongoza. Kama kiongozi anapenda watu wake na ako na hamu ya kuwafanyia kazi, hakuna vile atahama aende mahali pengine. Lakini kama kiongozi amekuja pale, amekuja na pesa, amepea wananchi pesa, kama vile viongozi wengine wanasema sisi hatukupewa kura, tulinunua, huyo kiongozi hana budi kwenda mahali popote, hata anaweza enda nchi za nje akaishi huko, kwa sababu hizo kura si ati alipewa na wananchi kwa kutakia, alizinunua